Hivi ulishagawahi kuona mchawi amenasa? Sasa hii hapa, fuatilia hii. Bwana, iko hivi. Hii ni sehemu ya pili ya Eric, yule jamaa aliyekuwa amenasa. Yaani kwamba alienda sehemu za siri huko kufanya ibada. Baada ya kufanya zile ibada, alivyorudi kwa mke wake nyumbani, ule mlalo aliokuwa amelala, mke wake alimgeuza. Sasa jamaa katika kuurudia mwili, mwisho wa siku hakuweza kufanikiwa. Roho ilikataa kuingia kwenye ule mwili kwa sababu ya staili aliyokuwa amelala ni tofauti. Eriki hajaamka. Sasa anapumua kwa mbali sana. Mwanamke akajua kwamba shida ni nini, aidha kuna tatizo. Akapigia simu ambulance kwa ajili ya kupelekwa hospitalini. Ambulance ilivyofika, wakambeba Eriki kumpeleka hospitalini. Walivyotoa mwili nje, Eriki alikuja akaanza kusema, jamani, msinipeleke hospitalini, mimi sijafa, mimi ni mzima kabisa. Sasa hawamsikii anavyoongea Eriki. Eriki anaongea kwa kulia, kwa kuhuzunika sana, lakini walifanikisha kuubeba mwili na kuupeleka hospitalini. Mke wake Eriki alijawa hofu, ikabidi ampigie mama yake Eriki simu kumpa taarifa kwamba mwanaye ni mgonjwa ghafla. Mama yake akajawa hofu sana, ikabidi ampigie kijana wake, yani kaka yake Eriki, akimbia haraka kwenda hospitalini kwenda kuangalia Eriki ana shida gani. Kufika hospitalini, kaka yake Eriki alikuta Eriki amelazwa pale. Katika kumtazama na kucheki, aligundua kwamba hajafa bado, ila anapumua kwa mbali sana, yani yuko mahututi. Kaka yake akaelekea nyumbani kwa Eriki. Sasa baada ya kufika nyumbani, Eriki ikabidi aje nyumbani katika roho. Sasa wao hawawezi kumwona, walikuwa katika chakula cha usiku wanakula. Eriki akafika pale, akawaambia, jamani, naombeni mkautoe mwili wangu hospitalini, mimi ni mzima. Muutoe, muulete hapa nyumbani, muupeleke kwenye chumba kimoja kinaitwa chemba. Yaani mkifikisha huo mwili kule, mimi nitaingia, mtaniona, mimi ni mzima, mimi siumwi. Kumbuka kwamba wale hawawezi kumsikia Eriki anavyoongea. Sasa Eriki alivyoona hawajasikia, ilibidi aende sasa kwa rafiki yake. Kuna rafiki yake mmoja ni mfanyakazi mwenzake ambaye lakini wapo kwenye chama cha siri huko. Akamtokea rafiki yake, akashtuka kumwambia, rafiki yangu, wewe ndo unajua kila kitu, naomba unisaidie, naomba mwili wangu utolewe hospitalini upelekwe nyumbani kwa maelekezo, ili nirudi kwenye mwili wangu, maana baada ya siku 7 mimi nitakufa. Jamaa akamwambia, hapana, wewe unaijua sheria, wewe umeharibu sheria mwenyewe, umeataka wewe mwenyewe. Hii bana itaendelea, tutajua ya kwamba Eriki alipata msaada au mwili ulikufa.